Kiulizo kalazo hospitali ya Mnazini. Yaani uko hoi, sababu kubwa inasemekana ni wewe. Vipi? Ovyo. Hello. Sacrifice now. Now is sacrifice. 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 Kaneki. Kawaida damu ya mwanadamu ina kifo. Lakini usijali. Wewe endelea tu kuhudhuria hizo kafara utazoea. Matula, wewe mtu kachinjwa kabisa pale hujaona? Sijitie upofu bwana. Hapo ndo unapoharibu. Tatizo lako unafikiria mtu alochinjwa baada ya kufikiria utajiri. Kaneki, mbona ubadiliki ndugu yangu? Wewe ushakuwa tajiri, achana na zana zile za kimaskini. Anyway, karibu kwenye chama. Tajiri Tone. Vipi tajiri? Safi kwema. Kwema tajiri. Bwana vipi? Safi. Tajiri unamwaga miela mtandaoni huko. Utakuta chini basi. Na ukuta mimi. So poa tajiri. Karibu kae. Asante tajiri. Sura yako sio ngeni kwa. Wewe ni msanii? Ndio tajiri, mimi naimba. Kuna kanyimbo kangu hivi kana trend huko. Anaitwa Pepo kali. Si kama unakapata. Ni ya ex na kuona kama shetani So unajua ni tajiri. Na kuonaga kwenye ma TV. Shakufahamu. Hiyo ndio nyimbo yangu tajiri. Ila sasa tajiri, yani ningependa wewe meneja wangu tajiri. Maana kiuhalisia tajiri, naona hivi tunaonekana lakini hatuna chochote, yani tunaigiza tu maisha. Naona hapa nimepanga chumba cha 70 huko. Sina maisha yote tajiri. Sina muda mchafu wa kummanage mtu mimi. Labda kama ungependa naweza kukusaidia ningekuingiza kwenye chama chetu cha ushetani. Sijakuelewa vizuri tajiri, chama cha nini?
Unashangaa nini hapo? Mbona wenzako wapo wengi sana kwenye chama chetu cha ushetani? Hata huyu msanii wenu mkubwa huyu nani unamuita? Anafanya vizuri sana kimataifa. Usiniambie tajiri. Hata nanili yupo kwenye hiko chama. Mbona unanitisha tajiri? Ukijiunga kwenye chama utakuwa msanii mkubwa sana na pesa nyingi. Kama wenzako utapiga show za kimataifa, utakwenda sehemu mbalimbali. Kama utakuwa tayari nitakupa address kesho saa 7 kamili tuonane. Saa 7 tajiri. Mimi niko tayari tajiri. Saa 7 nitakuwa hapo. Sawa. Asante tajiri. Miongoni ya wale wanachama wa Tanzania kuna mmoja anahitaji kuongeza siku za kuishi. Hivyo basi imenibidi nije nikupe taarifa. Ukiwa kama mkuu uangalie cha kuamua, kwa maana nadhani sheria unaijua. Vipi? Kuna nini? Nini Mungu? Kuna shida gani? Kichefuchefu ngalo. Au utakuwa na mimba? Basi nikakuletea nini? Limao? Aya. Hello, hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata bando GB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unapata bando GB 15? Ndiyo, hayo ni mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa ni kuwa tuna line ya Halotel. Na kubwa zaidi ni kwamba kifurushi chako kitadumu ndani ya miezi 8 na utaratibu wake ni rahisi mno. Unalipia, anakuunga bando. Na bwana jamani mwaminifu sana. Chris Bando ana namba 4 lakini mimi nakutajia 2 na 2 na kuandikia hapa chini. Namba ya kwanza ni 0615 754303 na nyingine ni 0717048048. Hakikisha jina linatokea Christopher Ruoga. Chris Bando, Baiki Tonga. Ule mzee bwanga ajao sana. Asubuhi nipa kazi ya kulima. Nikachukua jembe nikaenda shambani. Nafika kule shamba kuta vijana wake kule pia hajawalipa. Nikamwambia hii naijua, nilipe lango kabisa. Hii kagoma katakata. Nikasema hiyo mimi naijua hiyo, silete michezo yako. Sasa huyu mzee mbona kama vile anaanza kuleta mambo ambosi. Hivyo unajua wana kijiji wote sisi tunategemea kilimo ndio tuweze kufanya kuendesha maisha. Sasa kivipi anakuwa hawalipi watu ambao wanamsaidia kulima? Sio jambo zuri jana alifanya. Mimi mwenyewe shindwa kumuelewa kabisa. Zumba. Kaka, mbona upotea? Hivi ndugu ya. Kaka, sapi tu. Kwa sasa hivi vipi? Umerudi au chuo kimefungwa? Ya kaka nishamaliza. Naomba kuja kutembelea za kijijini kwetu. Kaka, sio tena ndugu yangu tunapambana mambo harakati hizi. Bwana ukaribu. Poa basi kaka. Mimi hata nisike nyumbani basi mara moja. Poa, mimi nikipata mida lini kesho naweza nikatokea. Haya sawa. Poa. Haya poa. Namjua. Yule si familia kina Bikenzo pale. Familia Bikenzo? Hasa kumbe yule bi mkubwa kumbe na ndugu.
Sasa mbona wamsaidia na maisha magumu hapa kijijini? Kuna shida gani kwani hapo? Sasa kuna binadamu kaka anakosa ndugu. Sio kila ndugu atakusaidia. Yake ya Mungu. Mimi nabaki ho yake ya Mungu ala bitoba mimi hata sielewa ya maisha yako vipi mwanangu. Tuachane na ubi mkubwa kwanza. Vipi mkeka umetoa leo? Hivi ni kitu gani hasa alikuwa anakisema? Mimi baada ya kumpigia simu tu aliacha kila alichokuwa nakifanya na kuniomba twende hospitali, na nilichogundua Chia anampenda sana Kiulizi. Mimi nilijua tu. Na yule kaolewa kwa ajili ya zile pesa. Na wala sio mafei. Sasa mimi na wewe Vero inabidi tuwe mashujaa katika hilo. Mashujaa kivipi? Yaani namaanisha mimi na wewe tupambanie penzi la Kiulizo na Chi lirudi kama zamani. Yaani umechanganyika kweli. Yaani Chia mwache mwanamke mwenyewe aanze kuhangaika na Kiulizo. Wewe ungeweza. Yule mwanaume ana hela, sio mlambaunga kama sisi. Sasa unafikiri tufanyaje ili kumweka Kiulizo sawa? Cha kufanya hapo hamna. Cha kumshauri ni kumshauri tu hiyo Kiulizo amwache Chi, maisha mengine yaendelee. Yaani amsahau kabisa. Kingine usije kumwambia Kiulizo kwa Chia alikuja kumuona. Kwa kweli sina muda mchafu wa kumueleza hayo mambo. Mimi mganga nimekuja. Nimemleta mwanangu. Lakini sijamleta mwanangu peke yake. Nimekuja na mimi mwenyewe pia. Sisi tuna ndugu yetu ambaye amefanikiwa. Na huyo ndugu yetu anataka kuwafungulia biashara wadogo zake. Lakini sisi kilichotuleta hapa mganga, nilikuwa naomba utusaidie. Kati ya hao ndugu zake, mwanangu ampe kipaumbele kwa kila kitu anachotaka kukifanya. Jambo lolote atakalokuwa analiwaza kuhusu maendeleo, basi amfikirie mwanangu Subira. Yaani mwanangu nachotaka awe na kauli pale mbele yake Toni. Na hata kama tukimuomba pesa, basi asijifikirie mara mbili kutoa. Atugaie bila kufikiria. Hiko ndicho ninachokitaka. Na ikiwezekana hata amwandikishie ulisi, maana yule hana mtoto hata mmoja. Kazi ndogo sana hiyo. Kazi ndogo sana kwangu. Nipe chuku changu. Mizimu tulonge. Mizimu tulonge. Je. Nisikilize mama. Umekiona chungu hiki? Nimekiona. Ninakukabidhi chungu hiki. Utaje majina ya ndugu yako matatu yaliyo kamili. Sawa. Uyataje mara 7 humu. Uyataje mara ngapi? Mara 7. Shika chungu. Kwa hiyo naongea kwa sauti ama? Hiyo ni siri yako mama. Tulonge. Naomba tulonge. Tulonge. Naomba tulonge. Tulonge. Naomba tulonge. Tulonge. Naomba tulonge. Mama. Abe. Majina ya mhusika una uhakika umeyataja kiusahihi? Ndiyo nimetaja. Nimetaja mara 7. Yote matatu? Ndiyo. Sawa. Tulonge. Nipe dawa ile. Tulonge. Naomba tulonge. 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 Nakupa dawa hii. Ukahakikishe unaweka kwenye chakula na kinywaji anachotumia ndugu yenu. Ila kabla ya kuweka, mnuie kwanza
kitu unachokihitaji, lakini jambo la kusisitiza la muhimu na la msingi, uhakikishe hakuna mtu yoyote anayeona ukiweka dawa hii. Sawa. Ila mkienda kuyabananga msirudi hapa. Hapo kwenye kuyabananga Subira ndo anakaa na Toni. Mimi sikai na Toni. Umesikiza maelekezo kwa makini? Mami, nimeelewa alichokisema mtaalamu. Sasa ukienda kuyabananga huko tutakosamana na maji ya moto. Subira. Mtaalamu. Kwa hiyo mimi naongea hapa, wewe umekaa kimya wakati wewe ndo unaishi na ndugu yako. Nimekusikiliza na nimekuelewa. Umenielewa sawa sawa? Ndiyo, na nitajitahidi, nitakuwa makini katika hiyo. Sawa. Nani nimkabidhi dawa hii? Subira. Naomba tulonge. Naomba tulonge. Ezimu tulonge. Naomba tulonge. Ezimu tulonge. Naomba tulonge. Tulonge. Naomba tulonge. Haya, sawa. Sasa mnaweza kwenda. Tulonge. Naomba tulonge. Muende na msigeuke nyuma. Unajua Ramli leo sijaielewa kabisa. Kivipi mkuu? Unajua hili jina ambalo limetajwa hapa sijaliona kwenye Ramli. Alafu isitoshe inaonekana huyu mtu ni marehemu. Alishakufa. Sasa mbona unawapa dawa? Sasa unajua siwezi kuacha hela. Nimewapa majivu mimi nakupambana nayo. Atauawa. Hivyo basi. Na Tano ni mtu muhimu sana kwenye chama chetu. Hivyo basi, fanya ufanyavyo, Tano endelee kuishi. Na safari ya huyo Klamvepo kuja huko Switzerland asiweze kufika huko. Sheria yetu tukiwa kama mafrimason haiwezekani kumzuia huyu kijana kuja huko, kwa maana yeye mwenyewe saa 5 ndo aliyosababisha. Yeye mwenyewe ndo alimwambia kuna uwezekano wa kuongeza siku za kuishi, hali ya kuwa anafahamu ya wakulima ambao wanapanda mahindi yao ili waje wavune. Hivyo basi, wanachama wote ni mfano wa kilimo cha mahindi. Tunawezaje kuzuia kifo? Itakuwa sawa kwetu. Kwanza sheria iruhusu. Hivyo basi, mwache aje. Bale. Fresh. Hayo. Asi amini macho yangu. Anifa njoo. Njoo muone hayo. Naomba picha rafiki yangu. Kabla ya hayo tunaomba picha ndugu yangu. Sikuamini kabisa kama nitakuona nyumbani kwetu. Kumbe unapajua hapo. Kaa huko. Wewe sikia kwambie kaka. Huyu mimi ndo crush wangu. Hivi unajua crush? Huyu mimi naweza nikampa chochote anachokitaka kwenye mwili wangu. Acha maaya na wewe. Mtu umemwona leo tu rafiki yangu. Naomba picha rafiki yangu. Mzee. Nini wewe? Niangalie basi sina. Jamani, mimi siamini macho yangu. Wewe yani shabiki yako mimi kinoma noma, kindaki hapo. Kindaki. Nimekwambia uje saa ngapi? Nimekwambia uje saa 7 unafika saa 10. Uko serious kweli? Bosi, niko serious. Nilikuwa ndumize. Subiri kwanza. Kaka Tony unamfukia msanii? Msanii bongo. Tokeni kwanza nanyi, toka. Tokeni hapo.
Tajiri, sio unanifokea mbele ya mashabiki zangu. Unaua brandi. Usinipangie namna kuongea nikiwa nimekasirika. Mimi sio kwamba nilikuwa nakupangia tajiri. Nilikuwa nakuelewesha tu. Mkuu, kusema ukweli ni masharti yote nayaweza. Na niko tayari kufanya chochote. Kwa kuwa nitakuwa msanii mkubwa na nitaweza kufanya show London, Marekani na Nigeria, nitawika kama wasanii wakubwa wengine wote. Niko tayari kufanya chochote mkuu. Umaarufu una gharama, na hizo ndo gharama zake. Naziweza mkuu, naziweza kabisa. Naziweza, niko tayari. Karibu sana kwenye chama. Nafikiri unaona wasanii wenzako wa hapa Tanzania ni maarufu na wana pesa kweli kweli, wapo katika hiki chama. Wakati mwingine wanaingiza pesa pasipo hata kufanya show. Ni kwa sababu tu wapo kwenye chama na wanajivunia na chama chao. Hivyo unaenda kuwa msanii mkubwa na maarufu kweli kweli. Asante sana mkuu. Nashukuru sana mkuu. Siku Tony akikuleta kwenye uapisho wako, utawakuta hao wasanii. Watakuwa surprise kuniona nikiwa kwenye chama tayari. Na mimi sitaki kubaki nyuma. Asante sana. Tony. Naam mkuu. Utamleta Jumatatu kwa ajili ya uapisho. Sawa. Karibu sana. Asante mkuu. Asante sana mkuu. Lego. Muda unaisha. Ni mara ngapi nikueleze ili uelewe kwamba sitaki kuwa na fatofatwa? Hivi unajua kama na pressure, unataka kunionyesha kwamba wewe una uchungu wa maisha yangu kuliko mimi mwenyewe? Ni wajibu wangu kukukumbusha. Hamna cha ajabu bwana, mimi mwenyewe nakumbuka, najua kwamba nitakufa. Naelewa hilo swala. Sitaki kuwa unanifuatafuata bwana. Upuzi huu. Thank you.